hii 20% inakaa ni kama your whole life. And that's how you start complaining, seeing life as negative. Hiyo time tu umekosa ka 10k tu. Yani, that's what the devil does. Anaku-distract. You now see that percentage that is not working out kama in your whole life. And that's why you're supposed to look at your life in whole. Yeah? Unaangalia in whole, unaona tu, utaona ndio mimi wanasema if I'm given. I remember it is always, I don't know if it was a prayer or something, and it was a song. We always say Mungu nikiweza pewa hii dunia yote iwe kama karatasi, nianze kuandika vitu zenye amenifanyia, hiyo karatasi nitajaza na nimalize. Yani it was, I don't know if it was a song or a prayer or where I got that from, but we have so many things to be grateful for, but that just 1% makes us feel kama life is not worth living. Yeah, so my point is, yeah, so Satan magnifies that in me. Ni kama vile unaweza pata I don't know, I was that kind of person pia. Niko mrembo ndio, but nikienda kwa kioo nione kadhundo. Ako kadhundo katafanya nisikie ka uso yangu mimi ni mwagi, the whole face. Yeah? Uko na uso rembo, lakini ukiangalia hivi kwa kioo unaona tu unakaa vibaya sababu uko na kapimple kamoja. And that's how people are. Yeah, so you find things are working out, but that 20% ndio inakaa shida zake zote. Kama ni pesa, ako na health. Yeah, anatembea. Kwanza health is the greatest richness someone can ever have. If you're healthy, you're very rich. Because there are people who are having a lot of money, but wako kitandani wasi, and there is nothing they can do. Hiyo pesa haiwezi wafanyia kitu, but whenever you are healthy, that means you can still have that chance of making that money. So, unaangalia tu maisha hivi. So, I had this example. What can you see? Is this paper, nini mnaona kwa hii karatasi? Angalieni hapa. Mnaona nini kwa hii karatasi? Mnaona tu karatasi? Mnaona tu karatasi ya white. Haya. So, in this karatasi, imagine, there is a small dot here. Lakini hamwezi iona. Saizi wakati nimeiangalia labda ndio mtu anaweza iona, si ndio? But huku na karatasi holi, si ndio? Saizi wakati nimesema ndio unaweza iona, si ndio? Acha nionyeshe hii saizi. Sijui hao wengine mtaiona aje. Acha niende huko. Mnaona ka dot. Saizi ndio mnaona ka dot. But mlikuwa mnaona karatasi peke yake, si ndio? And that's how life is. If you choose what to focus on. So to assume that this whole white part is the positivity or the good things that are happening in your life. Yeah? And this dot is the negativity or the things that are not working out, the bad things. That's how life is. Yeah? Unapata you can choose what to focus on. You can choose to focus on the things that are working out and thank God for those things that are working out that time. Yeah? And you can choose to focus on the small dot. You can choose to focus on the small dot. And hiyo dot unaweza kufokusia ukamagnify ikae ndio maisha yako yote. Yeah? So I hope umeelewa nilikuwa nasema. So the white part is the things that are working out, happening currently and they are good in your life, and that dot is just the negative thing or kitu tu haifunction kwa maisha yako. So you choose what to focus on. Yeah? Unaweza focus on the positive things, the things that are working out and thank God for them, and pia haka negative kamoja. You just unaambia Mungu, I thank God for what is happening and I'm hoping that this will also work out, and I thank God for the situation that is there. Yeah? So you choose, yeah. So don't drag your past in your present.
that's why we have seen Isaiah saying, behold, forget the former things, acha nifungue tena. Anasema vizuri hapo, Isaiah 43 verse 13. Anasema forget the former things, yeah? So things might have happened and are negative and didn't work out. Forget them, yeah? And he's saying, for I am doing a new thing, yeah? He is doing nyareka odo mwero, yeah? I hope umeelewa. So he is doing a new thing, and he has said he is making a way in the wilderness. So that is the second stage. You give thanks for what he is doing now. Na nimesema si lazima huwezi ziona saa hizi zote. Kuna zingine he is doing in the spiritual realm and huwezi ziona, but he is actually fighting your battles, the unseen battles. So acknowledge God for what he's doing now, what is working now. Uko na kazi, thank God for that job. Yes, see the best job, but thank God for that job, yeah? So una acknowledge what God has done, so that you can actually to make sure you're not being held back by your past, and that things will continue working out for you. So and then whatever you cannot fix, give it to God, yeah? Your 20% yenye hai work out, don't ngangana ati whatever you cannot fix, leave it to God, because God is the one who works things out, and he works things out in his own time. So unapata like hakuna mahali utafika maisha useme nimefika, kila kitu atiko sawa. Hakuna mahali, ya hakuna mahali utafika usikie hey, niko na hii, wacha sasa na siku yenye itafika hivyo Mungu atakuchukua. Yeah, you remember the story of, there was a rich man. I don't know, sina the verse or the, I forgot to check it up, but there is this rich man. Yeah, alipanda and then he harvested, and then he was like, now that I have harvested, it is time for me to enjoy and relax. Then I was like, no. Alikuja, the Lord, the Bible says the Lord came for his soul. So utafika hivi utachukuliwa. Hakuna wakati utakuwa ati kila kitu iko sawa. Yeah, so you have, itakuwa kama hii karatasi. Yes, there is a positive, the white part is big, but kuna hapo tu kadot. Yeah, kuna hapo tu kadot. And it is the same case. For the rich people, kuna vitu hawananga, na kuna sisi vitu zenye tuko nazo na wao hawana. It was like in the Bible, during the time of Elisha, there were 2 widows. Yeah, I just mentioned kwa sababu nimepewa time ya 11:30. So Luke 12:16. Changamka my friend. Luke 12:16. Luke 12:16. Biblia yangu inaleta shida hapa. Luke 12:16. Umefika pale? Unaweza kusomea? Luka mtakatifu 12 mstari wa 16. Akawaambia methali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge